rudi kwa baba yako. Huko uliko ni hatari sana. Kuna mahali ambapo upo ambapo Mungu hawezi kukutazama kabisa. Kuna mahali ambapo upo ambapo Mungu hawezi kukuangalia kabisa. Nimekuwa nikifanya huduma sehemu nyingi. Unakuta mtu analalamika, anakwambia mtumishi wa Mungu, mimi naishi kwa shida, naishi kwa mateso, naishi kwa mahangaiko. Lakini ukimuuliza uhusiano wako na Mungu upoje, anakwambia niliokokaga nikaacha. Alafu mtu kama huyo ana sababu ya kumwambia Mungu eti Mungu hunisikii. Huyo Mungu hanisikii, Mungu hanifanyii. Anawasikia wengine, Mungu hanisikii. Lakini ukimuuliza maisha yake na mahusiano yake na Mungu, unakuta yako mbali kabisa. Ndio maana nimesema kwamba rudi kwa baba yako. Huko uliko ni hatari sana. Biblia imesema kwamba kwenye Luka ya kwamba liko baba mmoja aliyekuwa tajiri, aliyekuwa na kila kitu, aliyekuwa na mali nyingi, aliyekuwa na watumwa, aliyekuwa na wafanyakazi wa kutosha, alikuwa na pesa nyingi sana. Lakini yule baba alikuwa na watoto wawili wa kiume. Yule mdogo akamwambia baba yake, akasema, baba, nataka unipe sehemu yangu ya mali ili niondoke nikafanye mambo yangu. Baba yao hakutaka kumbishia, kwa kuwa ni haki yake aipokee. Ndipo baba yao akaamua kuwagawanyia kila mtu sehemu yake, wa kwanza na wa pili. Yule mdogo, Biblia imesema kwamba akaondoka. Alipoondoka na zile fedha, alipoona fedha ni kweli anazo nyingi sana, ana mali nyingi, akaondoka. Hakufikiria kwamba kuna wakati ambapo zile fedha, zile mali zitaisha. Kuna wakati ambapo yale mambo ambayo anayategemea yataisha kwake. Akajua kwamba zile fedha zitaishi milele, atakuwa nayo siku zote. Ndipo Biblia imesema kwamba akaondoka. Alipoondoka akaanza kutumia zile fedha kwa anasa, akaanza kutumia fedha ovyo ovyo, akaanza kutumia fedha kufanya zinaa, kufanya uovu, kufanya waserati, kufanya kila eneo huni, kwa kuwa alijua kwamba pesa anazo. Lakini Biblia imesema kwamba ilifika hatua zile fedha zikaisha, ilifika hatua ile pesa yote ikaisha, na ile nchi ikakamatwa na njaa. Njaa ikaja kubwa sana, maana uchumi wa nchi uliyumba. Ndipo Biblia imesema kwamba yule mtu, yule kijana akaanza kuhangaika, akaanza kutapatapa, akatafuta mahali pa kwenda yakosa. Kumbuka, nyumbani aliondoka kwa kiburi kikubwa, aliondoka kwa majivuno, akasema ni fedha, mimi naondoka kwetu. Ndipo akaondoka sehemu yake. Lakini sikia nikwambie, mtu wa Mungu, amefika huko maisha yakamnyosha. Hii ni sawasawa na watu ambao leo hii yupo alafu anataka Mungu amsaidie. Akiona amefika hatua ambapo yeye hawezi, wakati ambapo ana afya nzuri, wakati ambapo anajisikia amani, unakuta kumwambia masuala ya Mungu hakuelewi kabisa, anasikia unapoteza muda. Lakini akifika pointi ambayo huyu mtu yupo kwenye changamoto, huyu mtu hana mtu wa kumsaidia, huyu mtu hana amani tena, akiona amefika pointi hiyo, ndipo anaanza kujuta. Huyu jamaa, kijana huyu alianza kujuta, akasema, ni kwa nini nilimkosea baba? Akasema, ni kwa nini niliondoka bila kuaga? Akasema, ni kwa nini nilijivunia mali ambazo wakati mwingine ni za muda mdogo sana? Akasema, ya nini nimejivunia fedha ambazo kwa dakika chache, muda mdogo zinaondoka? Lakini akasahau kwamba aliondoka kwa baba yake pasipo kuaga. Lakini jambo moja ambalo nalipenda kwa huyu kijana, alipogundua kwamba ni kweli ameshakosea, Biblia imesema kwamba alifika hatua akapewa kibarua cha kulisha nguruwe, na kile kibarua ilifika hatua chakula kikamuishia, akaanza kula chakula cha nguruwe. Mtu aliyekuwa anakula vizuri nyumbani, aliyekuwa amezungukwa na kila kitu, aliyekuwa ana mali za kutosha, lakini inafika hatua, inafika point anakula chakula cha nguruwe. Ilikuwa ni hatari sana.
Sikia nikwambie, Mtanzania unasikia sauti hii, popote pale ulipo, Mungu amekusudia kukuinua, Mungu amekusudia kukuponya, Mungu amekusudia kukusaidia, lakini kwa sababu umeondoka nje na baba yako, kwa sababu uko mbali na yeye, ndio maana inamuwea ngumu Mungu kuja kwako. Nisikia nikwambie, kila siku mahali hapa Radio Uzima, wahubiri wengi wanahubiri kila siku, na kila wakihubiri, huenda unasikia wewe, kila mtu unampaga, unamtafutaga, unamwambia nina shida hii hapa, kila pasa unamwambia nina shida, lakini mahusiano yako na Mungu ndiyo Mungu anayotaka. Unamlilia Mungu sana na Mungu akusikii, ni kwa sababu mahusiano yako na Mungu